Kama umetapeliwa au kudhulumiwa pesa, kiwanja au mali yako yote ile, acha kulia na kuumia. Fanya mambo haya matatu ndani ya siku 3 mfululizo na nakuhakikishia chochote ulichokuwa umetapeliwa na kudhulumiwa kitarejea mara moja. Jambo la kwanza, omba urejesho wa kile ulichotapeliwa na kudhulumiwa. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 25 inasema, nami nitarudishia miaka iliyoliwa na tunutu na palai na madumadu. Kwa utaingia kwenye mambo mafupi, utasema baba, narudisha hichi nilichotapeliwa kuanzia sasa. Narudisha kiwanja changu nilichotapeliwa, narudisha pesa yangu niliyotapeliwa, narudisha mali yangu niliyodhulumiwa. Na jambo la pili, vunja kila mpango wa adui juu ya mali zako. Kitabu cha Isaya sura 54 na mstari wa 17 inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Na muda mwingine mtu anakutapeli ama kudhulumu mali kwa sababu mali zile anataka aende akazifanyia ushirikina ili wewe uweze kuharibikiwa na mambo yako. Kwa utaingia tu kwenye mambo mafupi, utaambia baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila mali yangu iliyochukuliwa, kila mali yangu iliyodhulumiwa, kila mpango ambao adui anapanga juu ya mali aliyonidhulumu hautafanikiwa kuanzia sasa. Na jambo la tatu, omba Mungu akupe hekima ya kutatua changamoto hiyo. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 5 inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala akemei, naye atapewa. Kwa nini uombe hekima? Kwa sababu baada ya kutapeliwa unaweza ukashikwa na hasira ukafanya maamuzi ambayo yanaweza kakosti maisha yako wewe ama kakosti maisha ya mtu yule aliyekutapeli. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, lolote lile ambalo ulikuwa umetapeliwa na kudhulumiwa litarejea kwako mara moja.